wanaenda kazini hawaendi. Kwa nini? Kile kitu anakipenda, anakithamini, lazima kitumikie. Kadhalika kama tunataka kumtumikia Kristo, tunataka kumfanya kuwa kipaumbele, ni lazima tutumike. Haleluya. Tupatikane kwa wakati anaotuhitaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini katika andiko hili nimeyaona mambo kama 4 5. Jambo la kwanza anasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine tutazidishiwa. Nimejifunza jambo la kwanza, na nitaka ni mwabudu katika uzuri. Haleluya. Ni mwabudu yeye. Nifanyaje watu wa Mungu? Ni mwabudu, tumwabudu yeye. Tena sio kuabudu tu, anasema tumwabudu katika uzuri na utakatifu. Kama Mungu ni kipaumbele, lazima tumpe nafasi katika kumwabudu, maana ametuumba tumwabudu, si ndio watu wa Mungu? Mungu ametuumba tumwabudu, na kama ametuumba tumwabudu, lazima tumwabudu katika uzuri na utakatifu. Jambo la pili nimejifunza, kumtumikia kwa moyo safi. Kama Mungu ni kipaumbele, kama Yesu ni kipaumbele, lazima utamtumikia kwa moyo safi. Kama tuko pamoja, inua mkono wako nisikie vigelegele na makofi kwa Bwana. Lazima Mungu awe kipaumbele katika maisha yako. Akishakuwa kipaumbele, utamtumikia kwa moyo, utajitoa kwake, utamwabudu katika uzuri, utajitoa kwake, utamfanya yeye. Ukilala ukiamka unasema yes, ukilala ukiamka unasema kama sio wewe. Ndio maana tunaimba tunasema, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kwa sababu yake leo tuko hapa tulipo, na kama ni yeye, tunatakiwa tumwabudu katika uzuri, tujitoe kwake, tumche yeye.